Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 9. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kunoga na kusonga mbele. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Baada ya mazungumzo yake na Aisha, moyo wa Mwajuma ulianza kubadilika zaidi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, aliona kama bado anaweza kuwa na faida duniani. Usiku ule hakulala mapema. Alikaa nje ya nyumba yao akiitazama nyota huku mawazo mengi yakimjia kichwani. Alikumbuka siku alipokuwa na umri mdogo kama Aisha. Alivyokuwa na ndoto kubwa. Alivyotamani maisha ya haraka. Na jinsi tamaa ilivyompeleka kwenye gizani. Polepole akajisemea, sitaki wasichana wengine waanguke kama mimi. Siku zilizofuata, Mwajuma akaanza kubadilika kabisa. Hakujifungia tena ndani kila siku. Alianza kusaidia shughuli mbalimbali kijijini. Watu wengine bado walimsema vibaya, lakini taratibu baadhi yao wakaanza kuona mabadiliko yake. Siku moja mwalimu mmoja wa shule ya sekondari iliyokuwa karibu na kijiji alimfuata. Mwajuma, nimesikia una hadithi kubwa ya maisha. Mwajuma akashusha macho chini. Siyo hadithi nzuri, mwalimu akamwambia, lakini inaweza kusaidia watoto wengine. Mwajuma akabaki kimya kwa muda. Moyo wake ulikuwa unaogopa. Alihofia watu wangemcheka zaidi. Lakini mwisho akakubali. Siku ya Jumamosi, wanafunzi wengi walikusanyika kwenye ukumbi mdogo wa shule. Wasichana wengi walikuwa wakicheka na kuzungumza huku wakitamani kusikia simulizi ya maisha ya mjini. Mwajuma alipofika mbele yao, miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Wanafunzi wengi walimwangalia kwa mshangao. Baadhi walikuwa tayari wamesikia habari zake. Mwalimu akamkaribisha. Karibu dada Mwajuma. Mwajuma akasimama mbele yao kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akaanza kuongea kwa sauti ya chini. Mimi nilikuwa kama nyinyi. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Mwajuma akaanza kusimulia maisha yake yote. Jinsi alivyotoroka nyumbani kutoka Mtwara kwenda Dar es Salaam. Jinsi alivyoingia kwenye umalaya. Jinsi alivyoanza kuwalewesha wanaume na kuwaibia. Na jinsi maisha yalivyomgeuka. Wasichana wengi walibaki wametulia wakimsikiliza. Baadhi yao machozi yakaanza kuwatoka. Mwajuma alipofika sehemu ya kusema ameathirika na HIV, ukumbi mzima ukawa kimya sana. Kwa sauti ya maumivu akasema, nilidhani pesa ndiyo maisha, lakini mwisho wake nilibaki peke yangu. Machozi yakaanza kumtoka. Nilipoteza heshima, afya na furaha yangu. Wasichana wengi waliinama chini kwa huzuni. Baada ya kumaliza kuongea, mwanafunzi mmoja alisimama. Dada, unajuta? Mwajuma akafuta machozi yake. Kila siku. Mwanafunzi mwingine akauliza, kama ungepewa nafasi ya kurudi nyuma ungefanya nini? Mwajuma akavuta pumzi ndefu. Ningebaki nyumbani, ningepambana kwa njia halali. Ukumbi mzima ukawa kimya. Maneno yake yaliingia moja kwa moja kwenye mioyo ya wengi. Baada ya siku hiyo, watu wengi kijijini walianza kumbadilishia mtazamo. Wengine walimhurumia. Wengine walimpongeza kwa kusema ukweli. Na baadhi ya wazazi walianza kuwaleta watoto wao waongee naye ili wajifunze. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Mwajuma alianza kuhisi kama bado ana thamani, lakini mwili wake uliendelea kudhoofika taratibu. Dawa zilimsaidia, lakini maambukizi yalikuwa yameathiri afya yake sana. Siku moja akiwa anarudi kutoka hospitali, alisimama njiani kutokana na uchovu mkubwa. Aisha akamkimbilia kumshika.
Dada, uko sawa? Mwajuma akatabasamu kwa tabu. Nipo sawa mwanangu. Lakini ndani yake alijua nguvu zilikuwa zinaisha polepole. Usiku ule akiwa amelala kitandani, alimuita mama yake. Mama. Mama yake akamsogelea kwa haraka. Nini mwanangu? Mwajuma akamshika mkono. Kama siku moja nikiondoka, waambie wasichana wa kijiji wasitamani maisha ya haraka. Mama yake akaanza kulia. Usiongee hivyo mwanangu. Lakini Mwajuma alitazama juu kimya. Moyo wake ulianza kuhisi kuwa mwisho ulikuwa unakaribia. Itaendelea sehemu ya mwisho. Majuto ya mwisho wa safari. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manungu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 10. Asante sana.